Uh, Mungu akubariki sana wewe ambaye umekuwa ukinifuatilia kwa muda mrefu sana. Lakini kuna jambo ambalo ninataka nikukumbushe kidogo na linaweza likakusaidia. Hebu jaribu kutafakari habari za aina ya maisha unayoyaishi. Kiufupi, mimi ni kijana. Sasa hebu jaribu kufikiria na kutafakari kwamba ni aina gani ya maisha ambayo unayaishi. Je, hayo maisha unayoyaishi yatakuruhusu kuendelea mbele au yatakuruhusu baadaye kuingia mbinguni au la? Kwa sababu maandiko yanasema kwamba tumeandikiwa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu. So ni lazima wewe kama wewe ujifikirie kwamba aina hii ya maisha ninayoyaishi sidhani kama yataniruhusu mimi kuingia mbinguni. Sasa hilo lazima ulifikirie, kwa sababu maisha yetu hapa duniani bila Yesu hayana uthamani wowote. Kwa sababu katika kipindi tunachoishi au kwenye majira tuliyoko, ni kipindi ambacho au ni majira ambayo tuko kwenye nyakati ambazo ni za hatari sana, ambazo hizi nyakati usipokuwa makini zitakupelekea wewe kuingia mahali ambapo hukutegemea kuingia. Haijalishi wakati ulipokuwa duniani ulikuwa nani, au haijalishi wakati ulipokuwa duniani ulikuwa una wadhifa gani, au ulikuwa una mali kiasi gani, ulikuwa una utajiri kiasi gani, au ulikuwa na pesa kiasi gani. Sasa pesa haziwezi kukupa uthamani wa wokovu, au pesa haziwezi kukuonyesha uthamani wa wokovu, kwa sababu pesa kazi yake ni kuhudumia mambo ya mwili. Sasa lazima ukumbuke jambo hili kwamba Yesu pekee ndio anaweza kukuonyesha na kukupa uthamani wa roho yako, kwa sababu roho yako itakosa uthamani endapo utakufa katika dhambi, alafu dhambi yako uliyoitenda ikakuua, itakufanya uende jehanamu milele. Sasa haya ni mambo ambayo wewe kama wewe unayenisikiliza lazima uyaangalie na uyafikirie.